Hal tujzi'u alqimatu fil udhiya, je, itajuzu kutoa kima katika jambo la kuchinja? Mbuzi anauzwa 200,000, umnunue uchinje, au itajuzu wewe kutoa 200,000 sema natoa kwa ajili ya udhiya hii, kwamba tayari malengo ni watu waondoka na shida, kwa hivyo badala kumpa nyama huyu nitampa 200,000 baada ya kumpa nyama, au lakini mbuzi na wagaia watu 10, kwa hivyo badala kuwapa nyama watu 10, kwa hivyo kila mmoja mimi nampa 20,000, itajuzu. Sema la tujzi'u alqima, haitujuzu kumpa kima cha pesa fil udhiya, katika jambo la udhiya. Yani badala yake, badala kuchinja ukala wewe nyama na ukawapa maskini kama Allah alivyosema, badala yake ukatoa kima, thamani yani yule mnyama ukatoa sadaka, je, itafaa? Sema haitofaa, liannahu lam yunqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sababu jambo hilo halikupokewa kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhalika, jambo hilo halikupokewa, wala yunqal an ahadin min as-sahaba, wala hajapokewa kwa yoyote katika masahaba, wala al-a'immati, wala haijapokewa kwa imamu yoyote, anna ahada minhum, kwamba mmoja katika wao ima sahaba au imamu akhraja al-qima, kwamba ametoa thamani kima cha pesa, walau marra, hata mara moja, haijapokewa. Kuna mwaka fulani bwana imamu fulani katoa kima, toa pesa, sababu malengo ni kusaidia watu. Kwa hivyo badala ya nyama yeye hakuchinja mnyama, badala yake akatoa pesa, kutoa sadaka, haijapokewa. Walianna Allah Ta'ala, na kwamba Allah qala, amesema fasalli li rabbika wanhar, na sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Wikae kwa jambo la kusali na kuchinja. Walianna iraqata dami, na kwamba kumwaga damu, wa dhabhi, na kuchinja, wal muradu min al udhiya, ndio makusudio ya ibada hii ya kuchinja. Wa ikhrajul qima, na jambo la kutoa thamani kima cha pesa, ta'tilu li hadhihi sharia, ni kuiacha kutokuifanyia kazi sheria hii, kaitupilia mbali, kaacha bila kuifanyia kazi. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim rahimahullahu, lau tasaddaqa an dami al-mut'ati wal-qirani, lau kama mtu atatoa sadaka kuhusiana na damu ambayo anatakiwa amwage damu, chinje mnyama ima ya muta au ya qirani, amefanya ibada ya hija akafanya makosa, ikabidi yeye achinje mnyama. Sasa badala kuchinja mnyama ikabidi sasa atoe sadaka pesa, biadhaafi alqima, akatoa zaidi na zaidi katika kima, nyongeza kwa nyongeza katika kima. Lam yaqum maqamahu, haiwezi ikasimama pahala pa kuchinja, hawezi kabisa pesa hizo atakazotoa ikasimama sehemu ya kuchinja, kwamba ameziba ile pengo la kuchinja. Wakadhalika al-udhiya, hivyo hivyo jambo la udhiya, kuchinja, anatakiwa afanye udhiya, kuchinja mnyama, yeye akatoa kima, haitojuzu wala haitoziba pengo lake. Wallahu aalam. Sheikh Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi akasema, na Allah ndiye mjuzi wa kila kitu. Wa hakadha qala Ibn Taymiyyah, na hivi hivi ndivyo alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, bal inna an-nasa, bali hakika ya watu, aswabahum dhatu sanatin, walisibiwa, aswabahum dhatu sanati, walisibiwa mwaka mmoja, majaa, walisibiwa na ukame. Watu mwaka mmoja walisibiwa na ukame, fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa yuko hai, ukame ukaingia nchini, fi zamani al-udhiya, na ilikuwa katika zama za kuchinja, ilifika kwamba ni kipindi kile cha kuchinja udhiya. Walam yaamuruhum, na Mtume hajawaamrisha masahaba bisarfi thamaniha, kutoa thamani yake,
ila almuhtajina, kuwapa wanaohitaji. Njaa imeingia, kwa hivyo kama ni akili ilikuwa wao watoe thamani wapate vyakula wanunue, lakini Mtume hajawaamrisha kutoa thamani kuwapa wanaohitajia, bal aqarrahum, bali Mtume aliwakubalia ala dhabhiha, wachinje wanyama, wa amarahum, na akawaamrisha bitafriqi lahamiha, kuitawanya nyama yake kwa kuigawa, kama fi sahihaini, kama ilivyothibiti katika Bukhari na Muslim min hadithi Salama ibn al-Akwa'i, katika hadithi ya Salama ibn al-Akwa'i radhiyallahu anhu, wa huwa walau adala an-nasu an dhabhi al-udhiya, lau watu kama wataenda vingine wakaenda chengine, yani wakaacha katika jambo la kuchinja ila sadaka, wakaenda katika sadaka, wakaacha kuchinja wakaenda katika kutoa sadaka, ata'atalati sha'iratun adhima, wataiacha bila kuifanyia kazi jambo hili tukufu, katika jambo ambalo ni tukufu kubwa sana katika jambo la Uislamu. Dhakaraha Allahu, ambalo Allah kalitaja fil Qur'ani, katika Qur'ani mara kwa mara Allah amelitaja katika Qur'ani kwamba watu wachinje. Wafa'alaha Rasulullah, na Mtume sallallahu alayhi akalifanya. Wasamaha, na Mtume akaliita jambo la kuchinja sunnatal muslimin, kwamba ni sunna ya Waislamu, mwenendo wao Waislamu, kule wamechinja, kule wamechinja, kule wamechinja. Mtume sallallahu alayhi ibada hii akaita kwamba ni mwenendo wa Waislamu. Waktuha, wakati wa kuchinja ni wakati gani? Haitojuzu kama tulivyosema kuchinja kabla ya sala, haitojuzu kuchinja kabla ya sala kwa hadithi ambazo tumezieleza, haitojuzu kabla ya sala. Kwa hivyo wakati wake ni baada ya sala, wakati wake ni baada ya sala, sala ya Idi, baada ya sala ya Idi. Awalu waqti al-udhiya, wakati wake wa mwanzo wa kuchinja baada salati Eid al-Adha, ni baada ya sala ya Eid al-Adha. Eid al-Adha, Eid ile ya kuchinja, ndio wakati wake baada ya sala. Wa akhiru waqtiha, na mwisho wa wakati wake, ghurubu shamsi, ni kuzama kwa jua. Akhiru ayami tashriqi, katika siku ya mwisho ya siku yale ayamu tashriqi, masiku yale ya kuanika nyama juani, ayamu tashriqi, siku ya mwisho. Ayamu tashriqi ni mwezi 11, 12 na 13. Kwa hivyo anasema siku ya mwisho ndio siku yake jua kuzama, mwezi 13. Jua likishazama hapo tena hamna tena kuchinja. Wa adha, hapo unachinja kutoa sadaka nyama ya kawaida, haya. Lakini adha itakuwa imeisha baada ya kuzama jua mwezi 13. Kwa hivyo kabla kuzama jua bado natakiwa uchinje, na bado uko katika sunna, kwa sababu zote ni yaumun dhabhin wa aklin wa shurbi wa dhikru lillahi ta'ala, ni siku za kuchinja tu, na siku za kula na kunywa, na siku za kumtaja Allah kwa wingi. Lakini kishazama jua siku ya mwisho ayamu tashriq, ambayo itakuwa mwezi 13, likizama jua tu basi imeshatoka katika kuchinja kwa ajili ya udhiya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha baada salati, yoyote atakayechinja baada ya sala, faqad tamma nusukuhu, wa hakika imekamilika ibada yake ya kuchinja. Sababu nusuk maana yake ya dhabhu, maana nusku ay adhabhu, ni kuchinja, sawa anusuku ay adhabhu, maana yake ni kuchinja. Kwa hivyo man dhabaha baada salati, yoyote atakayechinja baada ya sala ya Idi, faqad tamma nusukuhu, wa hakika imekamilika ibada yake ya kuchinja. Wa aswaba sunnatal muslimin, na ameipatia sunna ya Waislamu. Rawahu al-Bukhari. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kullu ayami tashriqi dhabhu, masiku yote ya tashriqi ni kuchinja. Yani masiku yote yale ya tashriqi ni siku za kuchinja.
mwezi 11, 12, 13 zote siku za kuchinja, lakini ile 13 shazama jua tena ndio imeshatoka. Kwa hivyo jitahidi, kama hukuwahi siku ya mwanzo ile siku ya kuchinja, uwahi siku ya pili na ya tatu. Uwahi siku ya pili ambayo ndio siku ya mwanzo ya mutashiriki, na siku ya pili itakuwa ni ya pili katika ayamu tashiriki, na siku ya tatu jitahidi la asiri kushamaliza kuchinja kwako, sije ikafika magharibi bado wewe hujachinja. Hadithi hii rawahu Imamu Ahmad wa Ibn Hibban wa Baihaqi. Waqala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man dhabaha, sio man kana dhabaha, man dhabaha qabla an yusalli falyadhbaha makanaha ukhra. Man dhabaha, yeyote mwenye kuchinja kabla an yusallia, kabla hajasali yeye akachinja, basi hiyo ni nyama yake tu ya kawaida. Anachotakiwa yeye faliyadhbah makanaha ukhra, achinje mnyama mwingine pahala alipochinja, achinje mnyama mwingine, sababu huyo aliyechinja hajafanya ibada, yeye amechinja kwa ajili ya kitoweo chake nyumbani. Kwa hivyo kama amekusudia ibada, achinje mnyama mwingine. Hadithi muttafaqun alayhi. Kwa hivyo waqtuha, wakati wake wa kuchinja, in baada salati al-Eid, ni baada ya sala ya Eid, ila ayami tashriqi, mpaka katika masiku ya tashriqi. Tashriqi masiku mwezi 11, 12 na 13. Kwa hivyo hayo ndio masiku yake ya kuchinja, siku 4 manake siku ile ya 10 na siku 3 baada yake. Siku ile ya 10 na siku 4 siku 3 baada yake. Kwa hivyo ni masiku 10, masiku 4 hayo ayamu tashiriki. Na imeitwa ayamu tashiriki kwa sababu ni masiku ambayo mina shuruk, walikuwa wanaweka machaga, wanaweka hivi machaga kama kitanda na majiti, alafu nyama wanaweka juu, zinapigwa na jua. Kwa hivyo zinakauka, mafuta yale yanakauka ndani, maji yale yanakauka, kwa hivyo nyama inakuwa ni kavu. Kwa naweza kala hata wiki 2 mbele, walikuwa hawana mafriza ya kuhifadhi nyama, kwa hivyo wakihifadhi katika njia hii. Kwa hivyo kaitwa ayamu tashriq, siku za kuanika nyama juani na kuzitawanya. Jinsi mayudhaha bihi, jinsi ya wanyama wanaochinjwa. Je, itajuzu kuchinja nyati au paa japokuwa ni mkubwa amepea? Itajuzu. Kwa hivyo ni wanyama gani wanaochinjwa? Qala taala, amesema Allah mtukufu, walikulli ummatin ja'alna mansakan, na kila umma tumewafanyia mahala pa kuchinja mihanga yao ya ibada. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, na kila umma tumewafanyia mahala pa kuchinja mihanga yao ya ibada. Kila umma amewekewa pahala maalum pa kuchinja. Huyu sije kaeka nadhiri, nini naambiwa chinja hapa, yule nataka toa sadaka, naambiwa chinja hapa. Madamu hapo pahala hapachinjwi kwa ajili ya mizimu, wala palikuwa hapana sikukuu za watu fi jahilia kwamba wakajikusanya, basi hapo pameruhusika kuchinja. Kwa hivyo umma wetu, kwa wale wanakwenda kuhiji, wamewekewa Mina pale ndio wachinje. Kuchinji popote, wanachinja Mina, pahala maalumu ambapo pamewekwa pa kuchinjia. Kwa hivyo kila pahala ambapo panachinjwa, hapana kwamba masala ya mizimu na nini, mahala maalumu, basi chinja, ruhusa. Umeweka kituo hapo Maruhubi, panachinja Maruhubi, sawa. Hapana kwamba ni mzimu au ni pahala pamewekwa maalumu kuchinja, kwamba nyama inakuja hapa inapimwa kuangalia usalama na nini, sio kuchinja popote pale, na kwamba hapa mnyama atakuwa ni salama, amefika salama, na kwamba nyama hapa ikija itapimwa, inaangalia je haina madhara na mambo kama hayo. Kwa hivyo kila umma umewekwa pahala maalumu pa mihanga yao kuchinja katika jambo la ibada hili la kuchinja, ndio mansakan. Allah anasema amefanya hivyo liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, ili walitaje jina la Allah juu ya vile ambavyo Allah amewaruzuku. Min bahimatil an'ami, katika wanyama hao wenye miguu minne. Na bahima ni wanyama
wenye miguu minne ambao wanafugwa na watu. Kwa hivyo ni ngamia, ng'ombe na kondoo pamoja na mbuzi. Ndio wanyama wa aina nne tu ndio wanaoruhusika kuchinja, wala hakuna kiasi sema mbuni ni mkubwa zaidi kuliko mbuzi, kwa hivyo tutachinja mbuni. Hafai, kwa sababu haingii min bahimatil an'am. Bahimatil an'am ni wanyama wenye miguu minne wanaofugwa na watu ambao wana miguu minne. Wana miguu minne, yani asili yake kimaumbile. Ndio kasema huyu mbuni tayari naye tumemwona na miguu minne, kazaliwa na miguu minne, kwa hivyo itajuzu? Haijuzu. Yani ile asili yake ana miguu minne, sio kitu ambacho ni twari kimetokea tu. Kwa hivyo hao ndio wanyama watakaojuzu kuchinja kwa bahimatil an'am. Tumefahamiana, kwa sababu inataelezwa hivi kwa sababu watu wafahamiane, wafahamu vizuri. Nilikwambieni hapa kwamba kuna Muislamu mmoja katika Waislamu kwa mbele kabisa katika ni tajiri ambaye anasaidia watu na yuko mbele katika mambo ya dini, lakini hafahamu. Alikuwa asema bwana, mara hii nimechinja nyati, anatuzungumzia pale, nimechinja nyati bwana, wameenea mji mzima huu, wote wamepata. Sasa lakini haingii katika bahimatil an'am, kwa hivyo amepata thawabu za kawaida tu, sio masala ya udhiya. Hajapata thawabu za udhiya kwa sababu kachinja mnyama ambaye siye awemi bahimatil an'am. Wanyama wa miguu minne ambao wanafugwa, asili yake anafugwa. Na mmoja anauliza swala kwamba ana nyati alimchukua toka mdogo mpaka baadaye amezoeana na watu, kwa hivyo yuko anafugwa kama ng'ombe. Kwa hivyo je, anaingia? Haingii, hafai kuchinja sababu ametoka katika asili. Wa bahimatul an'ami, na hawa bahimatul an'ami hiya al-ibilu, ni ngamia, wal baqaru, na ng'ombe, wal ghanami, na ghanam ni mchanganyiko wa mbuzi na kondoo. Ndio akasema minadhani au ma'zi, katika kondoo au mbuzi. Fala yujzi'u ghayruha, haifai kumchinja mwingine kinyume cha hao wanne tuliowataja. Kwa hivyo alghanam manake mkusanyiko wa mbuzi na kondoo. Kwa hivyo minadhani katika kondoo au ma'zi au mbuzi. Kwa hivyo haitojuzu, wala yujzi'u ghayruha, haitojuzu kuchinja mwingine asiokuwa hao. Inshallah tafika hapa, taendelea katika darasa litakayofuata, taendelea kitabu hichi mpaka tukimalize. Katika darasa inakuja tunaangalia shurutul udhiya wa mawani'uha, sharti za kuchinja na vizuizi vyake. Kuna wanyama itakuwa haijuzu kuchinja katika hao wenye miguu minne, lakini wanaibu, kwa hivyo itakuwa haijuzu kuwachinja hao kama tukavyoona katika darasa linalofuata. Hai adhini alafu swali. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu